إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله سبحانه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه. بلغ الرسالة ربه وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه ربه خير ما جزى به نبيًا عن قومه ورسولا عن دعوته ورسالته. ثم أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع والضلال. عباد الله، nakusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wale ambao ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaacha yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas, عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ ممن فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. حديث رواه إمام بخاري. عباد الله، خطبة yetu ya leo ni hadithi hii ya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, hadith ambayo laiti waislamu wangekuwa ni wenye kuifanyia kazi hadithi hii peke yake, basi ingebadili maisha ya waislamu na uislamu kwa ujumla, na watu wangefika level ya kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wangepata salaha na mambo mazuri dunia yao na akhira yao. Hadith Nu'man ambayo ni maarufu katika ahlul ilm bihadithi as-safina, inajulikana ni hadithi ya jahazi. Hadith adhim, bal min a'zami al-ahadith 'an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika hadithi hii tutapata funzo na ahkam ambazo pia hutuba iliyotangulia nyuma ilikuwa inalenga ndani ya hadithi hii, katika mafunzo yanayopatikana ndani ya hadithi hii. Lakini tutaangalia leo funzo lingine linalopatikana katika hadithi hii. Mtume alayhi salatu wassalam anasema: mathalul qa'imi ala hududillah, mfano wa yule mwenye kusimama sawa sawa katika mipaka, katika mambo aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala akayafanya, na mambo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala akakatazika nayo. Mfano wa huyu walwaqi'i fiha, na yule ambaye hajali mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameamrisha nini atekeleze, na Allah amekataza nini aache. Alwaqi' fiha, hana habari na amri afuate,
wala hana habari na nahi aweze kuepukana nayo. Anasema alayhi salatu wassalam, mfano wa hawa wawili, mmoja mcha Mungu mwingine kadhalika si mcha Mungu, asema kamathali qaumin istahamu ala safinati fil bahr, ni kama mfano wa watu walioingia ndani ya jahazi kisha wakapiga kura yenyewe, fa asaba ba'dhum a'laha, wapatikane watu watakaokaa katika jahazi hilo juu, wa asaba ba'dhum asfalaha, na wengine wakae chini ya jahazi, yani ipatikane kama ghorofa, wengine wapande juu, wengine wabakia kwa chini. Anasema alayhi salatu wasalam, fakana alladhina fi asfaliha, wale wa chini ambao kula imewaangukia waketi chini, idha istaqaw min alma, wanapohitaji maji, wako na kiu wanahitajia maji. Anasema alayhi salatu wasalam, hawa wa chini wakipata kiu, madu ala man fawqahum, wanaenda kwa wale wa juu ili wapate maji. Anasema alayhi salatu wasalam, hawa watu hii ruti ya kutoka chini kupanda juu ila wachosha, na wanaona sisi ndiko tuko karibu na maji zaidi ya wale wako juu, sisi tuko chini karibu na maji. Wakasema maneno haya, faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan, na ndio hukum ya hutuba yetu ya leo. Wanasema law anna kharaqna fi nasibina kharqan, lau na sisi tungetoboa eneo letu na sisi tukawa na maji, hii ruti ya kutoka hapa kwenda juu tukaacha kuwaudhi. Anasema walam nu'dhi man fawqana, na tukaacha kuwaudhi wale walioko juu yetu. Sisi tuko karibu na maji, hatutaki kuwaudhi wa juu yetu, na sisi tutoboe tundu letu tuchukue maji. Anasema alayhi salatu wasalam, fa in yatrukuhum wama aradu, wakiwaacha wale wa juu wafanye hawa wa chini watoboe na wao, wale wa juu wakawachia wa chini watoboe. Anasema halaku jami'an, wale wa juu na hawa wa chini wote wataangamia, wote watagharikishwa. Anasema wa in akhadhu ala aidihim, lakini wakiwashika wakiwaziwia wale wa juu waziwie wa chini wasitoboe na wao tundu, anasema najau wa najau jamia, wote wataokoka. Maneno ni yenye balagha nzito, lakini al-Imam Ibn Qayyim alayhi rahmatullah asema wa min al-ma'lum annahu idha izdawaja, anasema ni jambo lenye kufahamika inapokusana, idha izdawaja atakallumu bil batil, inapochanganyika maneno ya batil, wasukutu an bayani al-haqi, na kukaa batil ikachanganyika na watu kukaa kimya kunako unaizungumzia haki. Anasema tawallada bainahuma, huwa mambo yanazaliana, ile batil inazaliana kwa kuwa watu hawaizungumzi haki. Anasema idha zdawaja takallumu bil batil wasukutu anil haqi, inapokutana maneno ya batil, yakichanganyika maneno ya batil yakachanganyika na kukaa kimya kuzungumza maneno ya haki, tawallada bainahuma, huu mchanganyiko huo unazaa kitu, unazaa mambo mawili. Jambo la kwanza jahalul haqi, watu kutokuielewa haki, lakini na jambo la pili wa idhlalul khalqi, na viumbe kuwa madhalili wanyonge, kupotea. Idhlal, watu wanapotea kutokana na watu mambo haya mawili kukusanyika, kuzungumzia batil kama walivyoleo watu wanazungumza kwa nguvu zote batil na kuilingania, lakini wasukutu an bayani alhaqi, lakini na kufunga mdomo kunako na kuizungumza haki yoyote. Hii ndio inapatikana katika hadithi hii. Nimependelea leo tuchukue maneno haya. Wale wa juu walipoambiwa na hawa wa chini walipoona kero kupanda juu na kuomba maji, walisema maneno haya, law anna khalaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana, lau na sisi tungetoboa tundu yetu tukateka maji katika tundu letu tukaacha kwenda juu kuwaudhi wale walio juu. Hapa ndio unachukua hukumu ya kwamba watu kuvuka mipaka wakaamua kufanya chochote wanachokifanya, yani watu wanatafuta uhuru wao, si ile sharia na mipaka aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala, uhuru wa kweli.
ayuha almuslimun, hurriyatul insan, uhuru wa mwanadamu leo imetambulika katika mitazamo tofauti tofauti, na watu wakawa ni wenye kuifanyia kazi hurriyatul insan ala fi'li ma yurid, uhuru wa mwanadamu wa kutenda kitu chochote yeye anachokitaka, sivyo maelekezo ya Allah anavyotaka wala sivyo maelekezo ya Allah alivyokataza. Yeye anadhani yuko huru ala fi'li ma yurid, afanye chochote anachokitaka na wakati wowote. Anahitaji awe huru, upatikane hurriyatul ubudiyya, uhuru wa kuabudu kama inavyozungumza leo. Na hii ni tahadhari kwa baadhi ya watu wenye kutumia taabirati hizi kwamba uhuru wa kuabudu, uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kufanya kadha wa kadha ni taabiri ambazo ni kalimatul haq, ni maneno ya haki, lakini yuradu biha albatil, yanakusudiwa hasa kupitia maneno haya ya haki kufikia malengo ya batil. Uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kuabudu, uhuru wa kadha wa kadha, hurriyatu ta'biri wa takallum, ni maneno ya haki lakini yenye kukusudiwa ndani ya maneno hayo batil. Ayuha almuslimun, ni yapi mafuhumu ya hurriya, uhuru? Mafuhumu ya hurriya katika Uislamu, uhuru, asili ya mwanadamu vile alivyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala, alimuumba mwanadamu akiwa ni mwenye ikhtiyar, alimpa mizani ikhtiyar, afanye anachokitaka wala asibanwe. Maadama haki iko hii afuate, na maadama batili iko hii aache kuifuata. Asa yeye achague mwenyewe. Allah amemuumba mwanadamu katika mizani ya ikhtiyar. Ndivyo alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Insan, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila hapa imma shakiran wa imma kafura. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Allah ni mwanadamu mwanzo wa kumuumba yuko huru, hurriya kabisa, wala hafungwi na mtu yote, wala hana fikra za mtu yote, hana ubudia na mtu yote. Yeye yupo katika ikhtiyar, akuchague chochote yeye anachokitaka. Hii ndio hali ya mwanadamu wa mwanzo. Lakini vile dunia ilivyoendelea, ukiangalia zile karne na watu waliotangulia umma, hasa ule umma wa Firaun alayhi la'na, yeye akatengeneza ubudia, watu waweze kumwabudu, yani watu wawe chini yake, watu wawe na uhuru wa kiongozi wao, yeye anachokiamrisha na hawa waweze kufuata sawa sawa ni haki au ni batil. Firaun alayhi la'na. Na ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwamrisha Musa aende kwa Firaun alayhi la'na, ampe da'wa. Baada ya kujitakabur, kujipanisha veo, akafika mahala akasema fi surati Qasas, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, wallahi mimi sijaona yule ambaye ni ilah mwenye kuabudiwa tofauti na mimi, yule ilah hamna ilah tofauti na mimi. Faqala ana rabbukumul a'la, mimi ndio mola wa juu zaidi. Asa Allah anamtuma Musa aende kwa Firauni kwa maneno haya ya takabbur na kujiweka mizani ya ilah, aende akampe nasaha, akampe mauidha. Faqula lahu qawlan layyina, aende akamwambia maneno mazuri laini lakini yenye kuumiza na yenye kumfanya mtu aweze kutadabbur. Firaun alipoijiwa na Nabii Musa alayhi salatu wasalam, Firaun akamwambia Nabii Musa, wewe kwanza nitakikana unishukuru, sijakufanya wewe sijakufanya wewe ni mtumwa wangu, sijakufanya wewe mtumwa wangu. Hawa Bani Israil nimewaweza, wamekuwa watumwa wangu, wewe ushukuru sijakufanya kuwa mtumwa. Nabii Musa alayhi salatu wasalam akamjibu kama Allah alivyosema katika surati Shu'ara,
watilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israil. Hii neema ulipewa na Allah subhanahu wa ta'ala, tamunnuha alayya, ndio unajigamba nayo kwangu, an abadta bani Israil, ukawafanya bani Israil wote ni watumwa wako, baada an kanu ahrara, baada ya wao walikuwa huru. Unakuja kujigamba kwangu kwamba umeshakuwa ilah. Ayuha almuslimun, Allah anawakumbusha bani Israil neema ya uhuria, neema ya uhuru waliokuwa nao, ala fi'li ma yurid, wa kuwafanya chochote wanachokitaka. Allah anasema kuwakumbusha bani Israil, wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adhab yudhabbihun abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Al-ayat, zipo aya nyingi zimekuja mtindo kama huu. Kumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, idh najaynakum, alipokuokoeni kutokana na huria aliyokuja kuibana kwenu Firaun alayhi la'na, akawa naua wanawake zenu na kuwatesa vitoto vidogo. Kumbukeni neema hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha bani Israil. Ayuha almuslimun, tunasema ya kwamba asili ya mwanadamu ameumbwa akiwa huru, ikhtiyar, afanye chochote anachokitaka. Lakini dunia inavyozidi kwenda ndio wanazidi kubana ule huru, unapotea wanakuwa watumwa. Swali leo, je, bado sisi ni watumwa au tuko huru? Sisi ni watumwa ama tuko huru? Ama ule utumwa bado uliokuwa katika enzi za Firaun, as-salasil, minyororo, watu wanafanya ala amri raisihim, kila towaamrisha viongozi wao ndio watokifanya, kiwe ni cha haki cha kisawa na kiwe ni cha batili cha urongo, wanaamua kukifanya. Je, tuko na uhuru au si wa huru sasa hivi? Jibu, kitazama maisha ya leo, bado hatuko huru. Sote bado sasa hivi ni watumwa. Sisi ni watumwa. Lakini utumwa uliopo sasa hivi umekuja utumwa hurriyatu ala suwarihi mukhtalifa au jadida, ala suwarihi jadida. Zimekuja utumwa ambazo zipo katika sura mpya tofauti na zile za salasil, minyororo waliokuwa kifungwa bani Israil na Firaun alayhi la'na. Ayuha almuslimun, ariq ma zala mustamirran. Huu utumwa bado unaendelea mpaka leo. Utumwa bado unaendelea mpaka leo. Baaduna yadhun annahu hur wa laysa bihurri. Mtu anadhania leo yuko huru, lakini wallahi hatuko huru. Hatuna uhuru wowote. Yeye tunasema uhuru wa kuabudu, uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kuishi, ufanye chochote, haupo leo. Ule uliokuwa utumwa hizi za Firauni leo bado upo, lakini katika sura tofauti. Ayuha almuslimun, uhuru utumwa wa leo ameubainisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika ahadithi nyingi. Miongoni mwazo ni hii, anasema alayhi salatu wasalam, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirhama wa ta'isa abdul khamis ta'isa wantakas. Anasema kueleza baadhi ya sura za utumwa ambao leo tuko nao. Ta'isa abdud dinar, wameangamia watu wa dinar. Wa ta'isa abdud dirham, na wameangamia watu wa dirham. Wa ta'isa abdul khamis ta'isa wantakas, wameangamia. Anachokiashiria Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ta'isa abdud dinar, wameangamia watu wa dinar. Leo ni wangapi katika watu mali zao, pesa zao, vile wanavyomiliki ndivyo vyenye kuwafanya waue, ndivyo vinavyowafanya waibe, ndivyo vinavyowafanya wadhulumu. Yani mali ndio inamkontroli mwanadamu ala fi'li ma yurid. Je, yuko huru? Bila shaka ni mtumwa wa dirham na mali zake. Anafanya chochote, kiwe ni cha haki na kiwe ni cha batili. Huyu utamwona yuko na mali, katika wajihi za khairi hatoi, sehemu za khairi hatoi, lakini sehemu za shari na fasadi na uharibifu anatoa mali yake, tena bila kikomo maalum atoa. Huyu anamilikiwa na mali yake, anafanya anachokitaka, yupo tayari kuwadhulumu hata mayatima ambao wameondokewa na wazazi wake kwa sababu ya mali. Huyu anamilikiwa na mali, huyu bado ni mtumwa.
ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Leo tutasema ta'isa abdul mal wa ta'isa abdu dhahab. Wameangamia watu wa dhahabu na wameangamia watu wa mali. Yeye mali ndiyo ilah, ndiyo baada ya Allah mali inayofuata ndio ilah, inamuelekeza popote inapotaka na yeye yupo tayari kufuata. Huu ndio utumwa ambao tuko nao mpaka hii leo. Utumwa mwingine tulionao unaoendelea mpaka leo ni utumwa wa shahawa. Watu wanakontroliwa na shahawa zao. Wangapi wanaacha mambo ya wajibu na mambo ya lazima kutendeka kwa sababu ya shahawa zao za mpira. Huu ni utumwa, na utumwa huu ni mbaya zaidi kuliko ule utumwa wa Firauni kwa Bani Israili na minyororo. Huu ni mtumwa mbaya, utumwa shahawa, utumwa wa matamanio. Wapo watu wanavunja heshima zao, wanavua dini zao kwa sababu tu ya shahawa ya mpira. Wanavunja sala kuswaliwa ndani ya wakati wake kwa sababu ya mipira. Watu imani zao zimejaa ndani ya mioyo yao, ibada zimekuwa ni za routine zinazoonekana tu za swala 5, hija, lakini ndani ya mioyo yetu hatuna imani. Tunaenda kuhiji moyo umeharibika kwa sababu ya shahawa ambazo ni chafu zimeziruhusu zienee katika mioyo yetu. Tunakontroliwa na shahawa, zinatuelekeza katika mabala na mafasadi na machafu ambayo yanaendelea hii leo. Tunamilikiwa na shahawa. Sisi bado ni watumwa, na huu utumwa ikiwa tutauendeleza katika maisha yetu, utumwa wa kuendeshwa na mali zetu ili upate mali, uko tayari uwe udhulumu, utapeli, useme urongo, uendelee kumilikiwa na shahawa zako. Kile cha haramu unachokitaka lazima ukitekeleze, kiwe ni cha haramu wewe ufanye. Tutapata mwisho ambao kwamba ni mbaya. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah. Alhamdulillah ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ad-da'i ila ridwani sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa khillani. Ayuha almuslimun, mafhumu alhurriya fi alislam, hurriyatul haqiqiyya. Leo tunatazama uhuru wa kweli, na swali tumeliona, je, sisi bado tuko huru ama ni watumwa? Jibu tumelipata, sisi ni watumwa bado. Watumwa wa mali, tunadhulumu kwa sababu ya mali, tunabadilisha haki kwa sababu ya mali, tunaharibu mambo mengi ya haki kwa sababu ya mali, tunakontroliwa na shahawa zetu za haramu, tunaziruhusu zienee katika matendo yetu. Sisi bado tunamilikiwa, sisi bado ni watumwa. Utumwa ambao ni mbaya kama tulivyosema, zaidi ya utumwa wa Firauni katika watu wa Bani Israili. Leo ni watumwa pia wa mawazo, watumwa wa akili zetu. Akili yetu tena haina thamani ya kutumika kunako na kutazama mambo. Leo wanabuni vitu vingi sana ili kuharibu bongo zetu. Leo kuna kitu kinaitwa, kama sijasahau, AI. Kinafahamika ni kitu ambacho kina faida, lakini madhara yake makubwa zaidi katika umma. Kinaharibu fikra zetu na akili zetu. Kitu kibaya zaidi, ayuha almuslimun, kitu kibaya kingine, tunaendeshwa na utawala ambao ni mbaya na bado tumeridhia. Huu ni utumwa tunauendekeza leo. Tunatawaliwa kabila ya Qur'ani, kabila ya hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tumeridhia hizi hali ziendelee. Huu ni utumwa, si ule wa Firauni. Ule wa Firauni ni wa kawaida, wa watoto kuchomwa, kuchinjwa, kina mama kufanyiwa mambo ya kadhaa wa kadhaa mabaya, watu kufungwa minyororo na Firauni. Huu ni wa kawaida. Mbaya zaidi ni wa leo. Tunamilikiwa fikra zetu na akili zetu, na tunatawaliwa kinyume na hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo ilivyokuja kusababisha umma kuonekana ni madhalili leo, baada in kunna a'izza, baada ya kuwa sisi tulikuwa ni watukufu, watu wa juu zaidi. Tunamilikiwa na tumekubali kuwa ni watumwa. Siasa za kishetani
siasa za kitaghut ndizo tunazipa nafasi katika maisha yetu, na tunaacha kuhakikisha ya kwamba tunahakikisha katika maisha yetu tuweze kuhukumiwa na kitabu cha Allah. Sisi bado ni watumwa. Ayuha almuslimun, izza na utukufu na ukombozi wa Uislamu hii leo, al-izza wal quwwa tustamaddu min ubudiyyati lillahi wahda, itapatikana ya sisi kuwa ni watumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, si watumwa wa shahwa, si watumwa wa mali, si watumwa wa hukumu za sheria za kitawuti na kikafiri, si watumwa wa mipira kuacha mpaka mambo ya wajibu kwa sababu ya shahwa hizo. Ubudiyya lillahi wahda, hiyo ndio shiari yetu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Uache mambo yako, shughuli zako lillahi rabbil alamin, uache biashara zako lillahi rabbil alamin, mpaka ifike wakati kuacha mali zako, mke wako lillahi rabbil alamin, mpaka watoto wako lillahi rabbil alamin, nafsi yako usipende illa lillahi rabbil alamin. Hii ndio ubudiyya hakikia, ndio utumwa wa kweli ambao utakuongoza katika mwongozo sahihi wa namna gani uishi hapa upate swalaha kaburini na kesho akhera. Ubudiyya lillahi wahda, usikontroliwe na mali lillahi rabbil alamin, wala shahwa zako illa shahwa lillahi rabbil alamin, wala nguvu zako na sulta yako na nguvu yako lillahi rabbil alamin. Ayuha almuslimun, muumini wa kweli la tamlikuhu shahwa, hamilikiwi na shahwa zake, wala tamlikuhu tijara, wala hamilikiwi na biashara zake, wala tamlikuhu mala dirham wala dinar, wala hamilikiwi na mali zake, wala tamliku sultan wala quwwa, wala hamilikiwi na cheo chake na nguvu yake. Huyu ndio muumini wa kisawa, yeye anamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yupo tayari kufanya chochote ala fi'li ma yurid lillahi rabbil alamin, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huu ndio uhuru wa kisawa. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala arejeshe maisha ya Uislamu sahihi katika ulimwengu. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala, mtetezi wa Waislamu na Waislamu ambaye ni khalifa ya rabbil alamin, tufikishe huko tunapopataka. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وانصر عبادك الموحدين واختم لنا بالخير وسعادة منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم معينا ومؤيدا وظهيرا ونصيرا برحمتك وجودك وفضلك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم